Lakini kadhalika baada ya mtoto kuzaliwa, baada ya sunna au zile siku 7 anatakiwa afanywe hakiki, na ile hakiki ambayo atafanywa mtoto atachinjwa mbuzi mmoja kwa mbuzi wa kike, kwa mmoja kwa mtoto wa kike na wawili kwa mtoto wa kiume. Yote ni kumsaidia kumlinda mtoto na shari za huyu shetani anaitwa qarin. Lakini kadhalika mtoto atakapozaliwa tu anatakiwa kuadhiniwa, anatakiwa kuadhiniwa ili iwe neno lake la kwanza kusikia ni kalma ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kinyume na hapo qarin ndo atacheza naye katika maisha yake. Na qarin anamwathiri vipi mtoto tangu mdogo? Mtoto anaweza kuathirika na huyu qarin kwa kuchezewa katika miguu yake akashindwa kupata uimara katika kutembea. Mtoto anaweza kuchezewa na qarin katika kichwa chake na hatimaye mtoto akawa na mtindio wa ubongo, akawa na maradhi ya kutokufahamu, mtoto akawa haelewi, ufahamu wake ukawa mbovu kwa sababu ya kuchezewa na qarin katika ufahamu wake. Hii ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, na ndio maana na hii ndio inatakikana sasa wazazi tuwe makini sana kuwafanyia watoto wetu dua za kuwakinga na shari za shetani asubuhi, mchana na jioni. Kwa nini? Kwa sababu jini huyu qarin anaathiri sana maisha ya watoto. Nikutolea mfano kwamba mnapomwona watoto wanapokuwa wanacheza, watoto wakiwa peke yao, basi qarini wao wale wanaweza kuwa karibu nao na wakawafundisha tabia mbaya. Ndio maana wanasemaga mtoto mleavyo ndivyo kuavyo. Lakini si ajabu leo kukuta familia na maadili mema, lakini mtoto wao ana tabia mbaya na tabia chafu na nini, wakati fulani huwa anarithishwa zile tabia mbaya na zile tabia chafu na shaitani. Hapa ndio utakuta nakatazwa kumwacha mtoto wako akiwa analia sana, hasa nyakati za usiku, au kumwacha mtoto wako akiwa peke yake. Anamlaza mtoto ndani peke yake, nyote mko nje. Inapendeza kama mtoto mdogo pale alipokuwa amelala, basi upo naye karibu hapo. Na ndio maana napendekeza kwa wale ambao wana watoto wachanga, basi kuwa ndani majira mengi kwa ajili ya usalama na ulinzi wa watoto wao. Huyo qarin ndio atacheza na mtoto wako wakati mtoto bado mdogo. Kwa hiyo kama hujamtengenezea mtoto wako tabia nzuri, hata mtoto anapokuwa mdogo bado hajaweza kunena, yule mtoto anaathirika zaidi na kile anachokiona. Kama mama ni unafanya masuala ya ujinga, unatukana na nini, hivyo vitamwathiri mtoto kwa sababu qarin atamsisitiza kulikariri hilo. Lakini kama itakuwa Qur'ani ndio chumba chako kinasikika ni Qur'ani, ni mawaidha, ni vitu vya khairati, basi qarin huwa anakosa nafasi ya kumwathiri mtoto. Ewe Muislam mwenye moyo thabiti, imani na huruma na mapenzi katika dini, tumewasilisha ombi letu kwa Waislamu muda sasa kuomba kusaidiwa katika changamoto ya kupata eneo rasmi kwa ajili ya kujenga madrasa kwa ajili ya vijana hawa ambao wanajifunza kuhusu Uislamu, lakini bado hatujafanikiwa. Hivyo changamoto kubwa ambayo inatukabili kwa sasa ni kuwa kodi. Tunalipa karibuni 120,000 kila mwezi ili watoto waweze kusoma. Hatuna mdhamini wa kutunulia vitabu, wala kutulipia kodi, wala bili ya umeme, wala bili ya maji. Yote haya tunayafanya kwa ajili ya dini. Mwalimu ndio anashughulika na harakati zote hizi. Inshallah tunakuomba mchango wako kupitia nambari yetu ya Airtel ya 0692074649. Jina litatokea ni Mustafa Jumanne, au nambari yetu ya Tigo Pesa 0657990471 inshallah. Lakini pia kama una uwezo kuja kutununulia eneo, basi tununulie eneo tupate kujenga madrasa yetu na tuache adha ya kulipa kodi. Tunaomba mchango wako kununua vitabu sasa na kulipa kodi ya maji, umeme pamoja na kodi ya vyumba vya madrasa ambavyo tunavisoma. Sisi madrasa yetu inaitwa Madrasa Tawfiq al-Islamia, iko chini ya Sheikh Dr. Hudhud. Inapatikana Mlandizi, Kibaha, mkoa wa Pwani, kata ya Mtongani. Kwa mawasiliano hayo unaweza kututafuta WhatsApp au kaja moja kwa moja katika eneo husika. Mtongani, Mlandizi, mkoa wa Pwani.